Lakini kutokana na program tulionayo, imeelekezwa kutoa ujumbe unaopatikana katika kitabu cha Mika sura ya 4 na mstari wa 5. Kitabu cha Mika sura ya 4 na mstari wa 5 tatembea humo, lakini pia Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 2. Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 2 ndio ujumbe umelala hapo, na maelekezo mengine ambayo tunayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mika sura ya 4 mstari wa 5, maneno ya Mungu yanasema, kwa maana mataifa yote watakwenda kila moja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Nirudie maneno hayo. Kwa maana mataifa yote watakwenda kila moja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu yanatukumbusha kwamba kuna miungu mingi katika dunia hii. Iko miungu mingi ambayo mengine unaweza usifahamu vizuri, lakini miungu iko mingi sana. Wako wanaoabudu miti, wako wanaoabudu mawe, wako wanaoabudu majoka, wako wanaoabudu fedha, wako wanaoabudu timu za mpira. Yaani yeye yuko radhi apeleke sadaka kwenye timu za mpira, lakini asilete sadaka kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya yanatukumbusha kwamba iko miungu, na tunapoelezwa habari ya mataifa, tunaongelewa sisi tulio katika dunia hii kwamba kila mmoja atakwenda kwa jina la Mungu wake, lakini sisi tunayemcha Bwana tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanasema kwenye msafara wa mamba na wale jamaa huwa wamo. Mnawajua wale jamaa? Sasa tujiulize hapa tulipo, wewe Mungu wako ni nani? Unaweza ukawa hapo kanisani kama picha, una Mungu wako unayemjua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Janielewa vizuri. Hebu tafakari, wewe Mungu wako ni nani? Mungu wako ni yule ama ni kile unachokitegemea? Yaani katika maisha yako yote akili ziko huko. Sasa msikize vizuri. Sasa hivi tuna tatizo kubwa sana la uchumi katika dunia hii, na shetani anatupigia hapa, anatumaliza kweli kweli. Tunalala tunawaza fedha, tunaamka tunawaza fedha, tunatembea tunawaza fedha, au kanisani tunawaza fedha. Tunaweza tukajikuta tumeisha hama Mungu wetu ni fedha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kweli makanisa yanahitaji uchumi, maisha yetu yanahitaji uchumi, lakini Mungu na mahindi, kuna watu tumelima mahindi yamekufa kufa kabisa. Wanaolima mpunga huko ni shughuli, mpaka leo wanapambana. Sasa Mungu anavyoonyeshea mvua, mazao yakastawi, sije mkabeba mkapeleka kwa ile miungu mingine. Mtu anafuga zizi liko safi kabisa, ng'ombe wananona, anaenda kuchinja ng'ombe, anaenda kumwaga damu, anapeleka kwingine. Kweli Mungu akiamua kulazimisha hayo mifugo unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea muda si mrefu kwenye habari ya Kwaresma. Tutakuwa na Pasaka. Tunaposema shukrani ya Pasaka, toa sadaka yenye nguvu. Ujue wenzetu wa ule mlango mwingine wanajitahidi kwa sadaka hizi, na wakati mwingine ndio maana inawezekana wanaonekana wana nguvu. Unakuta mtu anatoa sadaka kwa miungu, yaani mtu anaweza akatoa sadaka hata ya zaidi ya milioni 1. Watu wana madhabahu za giza na zinafanya kazi kweli. Mtu mmoja alirogwa. Umeshawahi kusikia lugha ya kurogwa
akahangaika kwenda kanisani kuombewa, akaambiwa andae sadaka, akashindwa kuandaa sadaka yenye nguvu. Aliambiwa kwamba wewe umechezewa, na ili mchawi akupate vizuri anatoa sadaka kwenye madhabahu ya giza, na wanatoa sadaka kubwa kubwa. Kwa wana wa Mungu, tunapambana nguvu za giza. Hebu na sisi tumtukuze Mungu wetu, tuwe sadaka za nguvu. Wakati mwingine tunakosa nguvu za maombi, nguvu za kiroho kwa sababu ya kushindwa kumtolea Mungu sadaka. Niombe sana tutakapoingia kwenye kipindi cha Kwaresima na ibada nzuri sana ya majivu ile, muhudhurie kwa wingi na mjiandae kiroho. Hili ni swala la kiroho. Kuna watu wanaamini Kwaresima ni kufunga tu, kuacha kula chakula basi unapokea upako. Alikudanganya nani? Wewe uache kula, alafu usiku unafungua unaenda kukesha kwenye bia, unapata baraka? Hili ni jambo la kiroho. Si kufunga kuacha kula tu. Yaani ukifunga kuacha kula wakati rohoni hamna kitu, unapoteza muda. Yaani bora utwange msosi tu. Halafu twende mbali zaidi. Unapofunga kuacha kula chakula, maana yake kuna gharama unasave pale. Kama labda kwa siku ulikuwa unatumia shilingi 2000 katika mlo huo, sasa huo mlo haujaula, hiyo 2000 inaenda wapi? Inaenda kwenye disco. Tunategemea hiyo 2000 ndio sadaka, maana yake umejitoa sadaka, umeacha kula. Sio kuacha kula ili upigwe njaa tu. Ile ni sadaka. Kwa sababu kama ulikuwa unakula kwa gharama ya shilingi 2000 alafu haujala, chukua hiyo 2000 zidisha mara siku za mfungo, hiyo ni sadaka, unatakiwa ulete kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Walionielewa punga mkono. Tusifunge kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakuta mtu yuko bize, mimi nimefunga. Usiniguse, nimefunga. Umefunga kweli? Umefunga nini? Umefunga mwili. Kwa ibada hii tujiandae vyema kiroho. Baada ya majivu na tunapoanza mfungo wa Kwaresima, tufunge kwa nia, na ni tendo la rohoni, sio la mwilini. Ibada wakati mwingine tunapaa kwa majivu na mambo kama hayo. Usiishie kwenye majivu kwenye mwili. Ni tendo la kiroho. Na tumuombe Mungu atusaidie tuwe na unyenyekevu, tufanye toba wakati huo, na Mungu atusaidie. Mtapie Bwana Yesu makofi.